Love Me Again Episode 2. Twende mwanzo mpaka mwisho. Asante. Asubuhi ilianza kimya. Hakukuwa na kelele za kawaida za jikoni, wala harufu ya chai iliyokuwa ikiwahi kuwainua wote wawili. Aisha alikaa mezani peke yake, akitazama kiti cha Kevin kilichokuwa wazi. Alijua tayari alikuwa ameondoka mapema tena. Kwenye meza alikuta ujumbe mfupi ulioandikwa kwa haraka: nitaondoka mapema leo, tutaongea baadaye. Aisha alisoma mara mbili. Baadaye ilimaanisha nini siku hizi? Jioni, wiki ijayo, au kamwe? Siku zilizojaa mawazo. Kazini, Aisha alikuwa mwalimu wa shule ya msingi. Alijaribu kutabasamu mbele ya wanafunzi wake, akifundisha kana kwamba moyo wake haukuwa umechoka. Lakini kila mara akili yake ilirudi nyumbani, kwenye ndoa yake iliyokuwa ikitoka mikononi mwake polepole. Wenzake walizungumza juu ya ndoa, mapenzi, mipango ya wikendi. Aisha alicheka kwa adabu, lakini hakuchangia. Alikuwa akiishi ndoa ambayo haikuwa tena mahali pa kupumzika. Jioni isiyo na maneno. Kevin alirudi usiku akiwa mchovu kama kawaida. Aisha alikuwa amepika chakula alichokuwa anapenda zaidi, wali na kuku wa kupakwa asali. Hukupaswa kujisumbua, Kevin alisema kwa sauti ya kawaida akikaa. Nilitaka, Aisha alijibu. Walila kimya. Sauti pekee ilikuwa ya sahani na vijiko. Hatimaye Aisha akavunja ukimya. Kevin, naomba tuwe wa kweli. Kevin aliinua macho. Kuhusu sisi. Kevin aliegemea kiti chake akivuta pumzi ndefu. Nimekuwa nikijisikia nimeelemewa. Kazi, majukumu, matarajio, najihisi nimeshindwa. Aisha alimsikiliza kwa makini. Lakini kwa nini unanifungia nje? Kevin alitikisa kichwa. Sikujua jinsi ya kukuambia bila kukuumiza. Aisha alishika mkono wake. Kuninyamaza ndio kuniumiza zaidi. Kevin alishusha macho. Samahani. Neno hilo lilikuwa dogo, lakini lilimfanya Aisha atetemeke. Lilikuwa la kwanza kwa muda mrefu. Ukuta usioonekana. Usiku ulipofika, walilala kitanda kimoja kama siku zote, lakini kulikuwa na ukuta usioonekana kati yao. Kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Aisha aliwaza, je, upendo unaweza kurudi kama wote wawili watakubali kujaribu? Kevin aliwaza, je, nina nguvu ya kumpenda kama mwanzo tena? Hatua ndogo, swali kubwa. Asubuhi iliyofuata, Kevin alisimama mlangoni kabla ya kuondoka kazini. Aisha, labda tunahitaji msaada. Aisha alimtazama kwa mshangao. Msaada gani? Wa ushauri au kuanza upya? Maneno hayo yalikuwa mazito, lakini yalibeba chembe ya tumaini. Aisha alitabasamu kwa uchungu. Niko tayari kujaribu, ila nataka ujue, sipiganii ndoa peke yangu. Kevin alitikisa kichwa polepole. Nitajitahidi. Mlango ulipofungwa, Aisha akakaa chini na kupumua kwa kina. Labda huu si mwisho, labda ni mwanzo mgumu. Usisahau kusubscribe YouTube channel yangu. Asante.